Habari na hali zaidi, mpenzi mtazamaji yangu, kwa siku nyingine tena tunaendelea na kipindi chetu hichi. Kwa siku ya leo tunadili na Mr. Sam. Tunachoangalia ni kitu alichoposti na ujumbe uliopatikana katika komenti zilizopatikana katika kitu alichoposti. Huyu ni Sami TZ, ameposti akiandika anaomba ushauri. Samu alichokiandika kama unavyoona mpenzi mtazamaji wangu, ameandika naomba ushauri wenu wakuu. Akaweka na alama ya adabu kabisa, akiwa anamaanisha anaomba. Ameandika mke wangu nimemfumania ndani na jirani, je nimsamehe? Anataka komenti za wadau. Naanza na komenti ya Ifigenia Anthony, anasema mchukue jirani ukae naye, anaona gere kukaa wewe na mke wako. Naingia komenti ingine, huyu anaitwa John C. Nyoloni, anasema sio wako tena huyo, hatimaye makosa makubwa kwenye ndoa, mwanamke hasamewi, ni hayo, bora afanye mwanaume, sio mbaya, sio mwanamke. Mpenzi mtazamaji, endelea kuangalia kwa comment ambazo huwa mimi naita ni negative comment, na pia humu tunapata positive comment. Naendelea na comment, huyu anaitwa Jiku Francisco, anasema pia jirani aende naye. Naendelea na kusoma comment hapa, naingia kwa Mr. Saronga Madicha, anaandika kama ulioa mke wa mtu msamehe, ila kama ulioa bikra fukuza, achana naye kabisa. Mtazamaji, tunaendelea na maoni. Kuna huyu anaitwa Rehema Simon, anasema fanya utakavyo. Mwingine anaitwa Simon Ndala, anasema kwani huyo jirani yako hana mke? Mpenzi mtazamaji, naendelea na maoni. Mwingine anaitwa Fabiola Mwanyika, anasema msamehe, yeye anakuvumilia mangapi? Mwingine anaitwa Bella Etebie, anasema hapana, fukuza, hakuna mwanamke pale. Kuna mwingine anaitwa Peter Simon, jifanye ujui kitu, fanya ibada, tafuta pesa, kula vizuri, haha. Tunaendelea, huyu mwingine anaitwa Edina Maganga, anasema huenda haumridhishi, msamehe. Huyu mwingine anaitwa Rehema Njiva, anasema dem ni wako, maamuzi ni wako. Tunaendelea na maoni. Kuna huyu mwingine anaitwa Elihuruma Mwanga, anasema msamehe, ameandika msamehe. Kuna huyu mwingine anaitwa Mariana Mshana, anasema msamehe tu. Huyu mwingine anaitwa Rosemary Wise Difao, ameandika 7 mara 70 kaka. Kuna huyu hapa Mkapa Somel, kaandika achana naye. Na mimi nimeandaa maoni yangu ambayo nimeandika hapa kwenye laptop, acha niwasomee. Mpenzi mtazamaji, yote ya yote ninachokishauri, mimi upande wangu nasimama kwenye upande wa positive. Kuna hizi negative ambazo zilikuwa ni nyingi upande wa comment, tuachane nazo jamani. Mtu anapotoa jambo lake, anapoandika jambo lake, tumshauri, tuungane naye, letu liwe ni moja, tushikamane, sote ni watu wa moja, tuwe na umoja wa kushirikiana katika peji zetu za mitandao ya kijamii. Lakini anapoongea mtu au anapoandika mtu anapotengeneza maudhui yake, basi komenti positive. Usiweke maneno ambayo ni mabaya, maneno ambayo yana utata. Tuelekezane, tushauriane. Tukifanya hivyo, letu itakuwa ni moja, na sehemu ya mtandao wa kijamii itakuwa ni sehemu ya kujifunza na kuelimika. Kwa hiyo itatusaidia sana. Itakuwa ni sehemu ya kujifunza.
na itakuwa ni sehemu ya kufurahia mambo aina mbalimbali, kwa sababu unakuwa unajua kabisa ninapokuwa na jambo langu ninapolipeleka katika mtandao wa kijamii labda Facebook, nitafundishwa, nitaelimishwa, zile komenti za watu zitakuwa zina maneno mazuri ya kunifundisha. Lakini ikiwa ni negative inakatishana tamaa. La msingi tushikamane, letu liwe ni moja. Yangu ni hayo jamani.